wewe ukabakia na nyumba 4 katika nyumba ulizokuwa nazo 6. Au katika basi sio nyumba. Ukasema mimi nina milioni 200 ndani benki. Ukachukua milioni 50, kaka, hii hapa milioni 50 jikwamue kimaisha ili usio na nyumba, ili shida zako ujitatue mwenyewe. Na wewe hizi hapa 50 zako jikwamue kimaisha. Ili mwisho wa siku tukikaa chini, tukijadili matatizo, tunajadili matatizo na tunajadili jinsi ya kuyatatua kwa pamoja. Sio kwamba tunajadili matatizo alafu tunaelekeza mtu fulani ndio akutatua, yani tunategemea huruma yake. Naeleweka? Yani mifano iko mingi. Mfano, una gari zimepaki ndani 5 6, lakini ndugu yako baba mmoja mpaka akufuate, kaka naomba gari, sio, unaelewa, unampa, unamwekea mafuta, kila kitu. Moyo mzuri sana, lakini kuna ubinafsi ambao umeutengeneza katikati kwamba ni lazima anifuate aniombe. Ni lazima anifuate aniombe. Sio, unaelewa? Itaonekana ni roho nzuri kweli na nje tuonekana unawasaidia kweli, lakini upo binafsi katikati hapo, umejificha, upo binafsi katikati hapo. Nikisema hivi unaelewa, kwa sababu kwanza ndio maana kuna wengine anasema mimi nina kaka yangu ana pesa lakini sitaki kumfuata kumuomba. Kwa nini? Kwa sababu kuna wengine hawawezi kuomba kila siku. Lakini ungemwezesha yule pale mtu kwamba wewe hapa yako pambania hivi na hivi, ingekuwa bora zaidi. Lakini hiyo engo, kuna ubinafsi hapo katikati umekaa. Kama wewe umefanikiwa, umepiga hatua kubwa, wezesha na ndugu zako. Na mimi nazungumzia ndugu zako wa damu kabisa. Wezesha ili mkikaa sehemu mwe mnazungumza kitu kimoja. Mkikaa sehemu mnatatua tatizo kwa pamoja. Yani umoja unakuwepo kama mkiwa mnafanana. Yaani huwezi kuona umoja ikiwa kwamba tutaongea lakini lazima mtu fulani awe final say kwenye swala la pesa. Yaani hata kama wewe una hoja yako itakuwa dhaifu kwa sababu fulani, kwa sababu ya hoja ya fulani ambaye yeye ana pesa. Kuna ubinafsi hapo katikati hapo. Ukituliza akili utaelewa kuna ubinafsi. Gawa mali zako, hizo ndio baraka. Gawa mali zako kwa ndugu zako. Kama umefanikiwa sana, punguza kidogo kwa ndugu zako, nao wapige hatua afanikiwe, ili kupunguza mianya ya chuki. Unajua, ndio maana watu wengi wanapata matatizo kutoka kwa ndugu zao, kwa sababu moja hapo hiyo. Wao wamefanikiwa sana na nyamazi kwa kweli.